aliona maziwa na asali. Na Joshua alikuja akisema, Moses, na hiyo shamba lazima tutachukua. We will have to take it. We will have to take it. Tutaichukua whether they like it or not. Na nilikuwa nataka kutangaza leo ya kwamba hata wewe ambaye uko hapa, together lazima tutachukua the land of Canaan. Bwana Yesu asifiwe. And the land of Canaan inahitaji mtu ambaye amenyenyekea. The land of Canaan inahitaji mtu ambaye anangoja the word from the Almighty God. I like how the Israelites were fighting. Walikuwa wanatembea, wakifika Thika town, hakuna njia, they are camping there. When they camp, they pray. Wakati walifika Yeriko, siku hiyo ukuta wa Yeriko ilikuwa imeshika njia ambayo walikuwa wanatumia. Do you know even in your life kuna ukuta wa Yeriko, kuna ukuta wa uganga, kuna ukuta maadui wameweka ili usifike penye inafaa uende. Tuseme Mungu avunje hiyo ukuta in Jesus name. Tuseme amen. Mungu avunje hiyo ukuta in Jesus name. Na hata ukiangalia hiyo ukuta venye ilianguka ni miujiza. Siku gani mtu anaenda round, ana count ya pili, ya tatu, ya nne na ukuta inaanguka. Sahii kwenda round ni maombi. Uko kwa nyumba, hujaenda biashara, hujaenda kwa kazi na unakaa unalala. Na sisi tuko hapa tunaomba. Una kazi yoyote na uko tu kwa nyumba na bado unasema Mungu lazima. Do you know the reason why church sometimes is better than the houses we are living? In your house, unaanza kuomba hivi, Rukia shaona matresi yake. Wacha nijiwekelee ni yote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa hapa, you will not, hata kwenda pale, utasukuma tu esaili alale pale, sio rahisi. Kwa hivyo, nataka kusema hivi, that God is ready to give us the Canaan. Some of us, Canaan yetu ni uponyaji. Some of us, Canaan yetu ni kazi. Some of us, Canaan yetu inaweza kuwa hata ndoa yetu. Canaan inaweza kuja in so many ways. Bwana Yesu asifiwe. Nikifika 14. Now therefore, fear the Lord, serve him in sincerity. Don't respect the Lord, fear the Lord. What is the difference between respect and fear? Respect, you give to somebody ambaye hata unajua unaweza pigana naye, lakini just give respect. Respect, you give somebody, tuseme nani Victor ananipea tu respect, lakini ukiniweka na Victor tupigane, kwanza hii height yake na mwili yake, according to karate watasema Victor huwezi pigana na sana. Your height and your weight is more than you. Bwana Yesu asifiwe. So Victor nikipigana na wewe tukikosana mawe. Bwana Yesu asifiwe. Victor sijasema umenishinda Victor. Unajua Victor sasa atasema sasa nimemaliza. So what he is giving me is not fear. He's just giving me respect. Respect ni kitu akiamua anaweza nifanyia mabaya. But God, we cannot give him respect. God will fear because, like, can you give fire respect? Fire. You don't give fire respect. You give fear. Because, in fact, at least fire tunaweza uwa. Jesus Christ, you can't. It's more than even fire. So that's why in chapter 24, verse 14, it says, now therefore, fear the Lord, serve him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the river, and in Egypt serve the Lord. You just serve the Lord. Some of us are still in the church, but they are serving other gods. Some of us are here, but they are serving other. Bado wanainamia sanamu. Do you know there is so many ways bado tunainamia sanamu? There is so many ways. Mara mingi sana.
Unaweza abudu sanamu kwa pesa. Yaani wewe unatafuta pesa kama kitu kingine. Wewe unaheshimu Bwana yako kama Mungu. Unamuogopa. Esther. Usimuogope Victor kwa sababu hakuna mwili kubwa. Tell him, Victor Bwana. Tell him, let us not give fear to them. Just give him money. I can respect you, but the way I'm talking to you, I'm correcting you. Kwa hivyo, the Lord is telling me that today, we need to fear the Lord. Serve him with sincerity. Sincerity means what? Sincerity. No pretending. Sincerity. You don't hide even anything. You don't hide anything. Usiombe hapa kwa sababu tuko kwa kanisa, lakini ukienda nje mambo yako. God huwa anajibu mtu ambaye anaabudu na ndani, right inside us. And I used to tell here that God will not answer your prayer. God will see the sincerity you worship him. How sincere are you? Don't worship God when people are seeing you. Usiabudu Mungu ili watu waone ya kwamba unaabudu Mungu. That is not the best way. And that's why Jesus Christ said, if you want to pray, go right inside your room, lock, and pray inside. For many of us, they act when they pray in public. In public, people are acting. People are acting. Bali hata nguo ikienda hivi, haienda mbele ya watu hivi. People are acting. People are acting. Na wamama wako na hiyo tabia. Bora tu mama aone nguo yake, I think smart. Haizi pita. Na wacha aone amenunua nguo. Anatembeza hiyo. Anaenda huko. Hata kitu ambacho angetuma mtoto wake, sasa yeye anaenda peke yake. Kwa sababu anajaribu ku-advertise. Then, just make a mistake telling Esther ya kwamba, hey, your clothes is nice, thank you. Yaani hiyo ndio kitu alikuwa anangoja. Bwana Yesu asifiwe. Sijui wanaume sisi tunasemaje na hasa. Mtu akisema nguo yako ni nzuri unasemaje? Sisi tunasema sasa. Kama Victor unasemaje? Kuna ndugu yangu mwingine anikubali kama mimi nimeangalia uko smart na hata kwa jana sisi wanaume sio kama nyinyi. Sisi wewe daima tunasemaje? A normal man ukimwambia uko smart sawa. Kani ni smart. Lakini jaribu tu kuarukia. Thank you. Mpaka anafanya hivi. Kuna wenye wanafanya mtu haraka hivi. Wamama mna bahati, wamama mna bahati, wokovu umefika mlangoni mwenu, mna bahati, wasichana mna bahati, wasichana mna bahati, wokovu umefika mlangoni mwenu, mna bahati. I was talking about the fear of God. When I read 16, so the people answered and said, far be it from us that we should forsake the Lord to serve other gods. So the people answered and said, far be it from us that we should forsake the Lord to serve other gods. Sasa wameanza kuona shida. This is the time walianza kuabudu miungu. Bwana Yesu asifiwe. Walianza kuabudu miungu. Na ndio maana nilikuwa nasema, na jana bado tulikuwa tunasema hapa, tuweke agano na Mungu. Watu walikataa kuweka agano. Douglas alikataa kuweka agano. Stano alikataa kuweka agano. Watu walisema hapana.
Now, if you want to know the time when God wants to start a new move with Israel, they were making a new covenant. Mungu anasema hiyo ya nyuma imepita, so tunaanza mpya. Ningeomba hata leo tufanye agano na Mungu, so that this week we can see the success of the Lord. Do you have any covenant that you want to make with God? Waisraeli walisema sasa tunataka kurudi kwa Mungu. Narudi nyumbani daima kwako, kwa upendo nipoke. Naja nyumbani, narudi nyumbani daima kwako, kwako, kwa upendo nipoke. Naja nyumbani, nilipotoka kabisa, sasa narudi. Oshe kenye baba haja nyumbani, nawa narudi nyumbani daima kwako. I'm planning and it is in my mind that one day, one week, tutakuwa na maombi hapa for the whole week, na tutaishi hapa. Kwa watu ambao watapata nafasi wataishi hapa. Na hata kama tutajenga, wanaume watalala na huku nje na wamama wakaa, tutafanya one full week. Na naomba Mungu msitoe kitu kwa mfuko wenu, because tutatumia anga yenu kufungua. Bwana Yesu asifiwe. And we will call, hata kama tutapata mapastors wangapi wenye watakaa hapa ambaye najua roho yao. Bwana Yesu asifiwe. Na tutakuwa na maombi. Na najua baada ya hiyo maombi there will be success. Bwana Yesu asifiwe. I will try, na ninaomba mtaform tu kikundi wenye watabaje asubuhi tunaweza kula nini, watu wangapi, lunch ni wangapi, na jioni ni wangapi. Na mimi nitakaa chini na nitaomba Mungu, na Mungu atatupea hiyo pesa. Na tunaomba we will shut down whatever we are doing. We will shut down chochote ambacho tunafanya. Kazi yako ni kuhakikisha mlango hawajavunja, na tutakuwa tuna maombi hapa one full week. Na tu baada ya hii maombi, na mtaniambia what God will do. Hatutaenda nje, hapa tu. It will be a full week. Na tutaona baada ya hiyo, I know wenye watakuwa wamefanya hiyo wataona mkono wa Mungu. Wangapi wanatamani hiyo kitu ifanyike? Naomba tu leo kabla hamjaenda, mtakaa chini na mpange, na tuone, na mpropose, na uone ni inafaa kweli, and we want to pray. Na Mungu mmoja baada ya hiyo, hata hii kanisa itakuwa hivi. Kama uko na kazi unaweza omba ruhusa. Sababu si mtu anaweza kufa kwenu na uombe ruhusa na nafasi yako ibaki. Now we'll budget everything. Tutahakikisha iko chini. We will budget lunch, asubuhi, nini. Na tutaomba. Na maombi yetu haitakuwa kelele kwa hao watu. Tutaomba. We will pray. Sijasema tukiongea kwa loudspeaker is bad, no. But sometimes when you want to pray, don't shout. No need. Don't shout. Just be low. I don't know whether people are getting. I've been thinking of that. But when I read this book, now it's telling me, Waisraeli sahi walikuwa wamesahau Mungu. Already walikuwa wamevuka mto Yordani. Walikuwa wamevuka. Sasa Joshua anaona kama these people are forgetting their God. They are forgetting their God.
and now they are getting back to their gods, miungu zao. Nikifika 17, for the Lord our God is He who brought us and our fathers up out of the land of Egypt, from the house of the bondage, who did those great signs in our sight, and preserved us in all the way that we went, and among all the people through whom we passed. Jehova alikuwa anawapigia vita. Mungu alikuwa anawapigia vita. Na ukisoma kabla ufike 13, kuna wakati nchi 7 walisema, Bwana Yesu asifiwe. I'm about to clear because we want to go to prayer sasa. The 7 countries decided to join hands. They are saying, hawa Waisraeli wametoka mbali, wameangusha Yeriko. Mimi kama Canaanite hatuwezi enda peke yetu. Hittite hatuwezi enda peke yetu. Tuitane. They came together. Sometimes you can fight, then enemies will join hands so that they clear you. They say, now we are going to meet the Israelites as a team. We will move as a team. 7 inches, 7 wameshikana. Sometimes even your enemies, they can come together. They can forgive one another. Do you know even your enemies are fighting themselves? But when they come to fight you, they can come together. Wanaelewana, wanasema, Daniel nilikukosea, unisamehe kwa sababu tunaenda vita. Vita, niliiba nguo zako, unisamehe, tunaenda vita. Bwana Yesu asifiwe. That is when they say knew that there is God. I think it is here. There are 7 walikuwa kama nchi, I think nchi 7. In the book of Joshua chapter 24 verse 11, this team walishikana 7 nchi 7. Walisema, kama Israel iliangusha Yeriko, mimi as a Canaanite, mimi ni nani? Who am I to face the Israelites? So inasema hivi, then you went over the Jordan and came to Jericho, and then the men of Jericho fought against you. Also Ammonites, the Perizzites, the Canaanites, the Hittites, the Girgashites, the Hittites, and Jebusites, but I delivered them into your hands. Bwana Yesu asifiwe. Hizo nchi zote zilishikana, walisema we want to fight the Israelites. Do you know, kuna watu 7 wamekaa and they are from different homes. They are saying, this family will not move. Lakini wakati Mungu aliona hizi nchi 7 wako pamoja, God did another thing. Mungu chosen Nebuchadnezzar to be the king. So wakati Nebuchadnezzar akakuwa mfalme, that is the king of Babylon, then Mungu aliingia ndani ya Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar asubuhi ameamka na ametangaza. By that time, the powerful king was none other than Nebuchadnezzar in the whole world. He was the person. So Nebuchadnezzar akatangaza asubuhi ya kwamba, from today, Waisraeli wote, the nchi ya Israeli itakuwa chini yangu. Yeye alikuwa anatangaza tu, hakupigana na Waisraeli kwa sababu the strongest territory during that time ilikuwa Babylon. Na mfalme alikuwa hapo, alikuwa anaitwa Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar alitangaza asubuhi ya kwamba kutoka siku ya leo Waisraeli mtakuwa chini yangu. Kwa hivyo natuma jeshi aende wachukue watu wao. Hapo ndio Nebukadnezar aliona, akasema,
wakamate. Daniel aliwekwa ndani, Shadrach, Meshach na Abednego waliwekwa ndani, wote wakakuwa mtumwa in the home of Babylon. Then DC 7 walisikia Nebukadneza nimechukua Israel. Sasa tuwezi kuuza Israel tena. God can make you ukuwe mfanyikazi yangu just to be covered in my spiritual realm. Israel were covered with the spiritual realm of Nebuchadnezzar. Wakati this country inaitwa Perizzites, Canaanites, Hittites, Girgashites, the Hivitites, the Jebusites,